na neema. Praise the living God. Kama tuko pamoja sema amen. Inua mkono sema amen. Nimesema nitaje hayo tu kwa sababu kuna mtu anasema mbona sijapata nafasi? Mbona mimi sijahubiri? Mbona mimi sijaombea watu? Askofu akikwambia iko sawa. Lakini kwa sasa ni yeye Mungu amemwagia mafuta atubariki tuende zote tukiwa za baraka. Amen. Kwa hivyo najua tuko na bibi yangu hapa ambaye ananisaidia katika huduma. Amekuwa muhimu sana katika huduma, si huduma pekee, hata katika familia na kwa mambo yote yale ambayo anaendelea naye. Mungu amemsaidia, amempa mafuta. Mungu aendelee kumbariki. Kwa hivyo nafasi nataka tusalimie. Ni wangapi wanapenda bibi yangu? Unampenda? Umpendi, mkapigie makofi kama unampenda. Thank you very much. Asante kwa hilo, kwa sababu unamsupport katika huduma. Kwa hivyo karibu salimia kanisa la Mungu. Okay. Praise Jesus. Praise God. Nashukuru Bwana kwa neema na rehema zake. Bwana asifiwe. This is the day that the Lord has made for us. Praise God. Ambayo Bwana ametuwezesha kuiona, hatuchukui kama kawaida, lakini imechukua mkono wa Bwana. Bwana asifiwe. Tunaenda kubarikiwa kwa njia kuu. Kuna uwepo wa Bwana mahala hapa. Kama uko na shinda yoyote imekuwa ikikusumbua kwa maisha yako, magonjwa mbalimbali, tarajia kutoka kwa Bwana, utapokea uponyaji katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Natumai milango yetu inaenda kufunguliwa, tunaenda kubadilishwa na sifa na utukufu. Bwana. Lakini kwa niaba yake mimi niko kwa ofisi yake. Mimi ni mmoja wa PA wake ama wasaidizi wa Mheshimiwa Dan Kile. Kwa hivyo wakati nimesimama hapa pia aliniambia nikuja nilete salamu zake. Pokeeni katika jina la Yesu. Mungu awabariki sana. Kwa sasa hivi najua General Mwiti anaposimama, ambaye ni General Secretary wetu, atatunenea, atatuongelesha. Kutoka hapo atatupatia program. Kutoka hapo atamkaribisha baba yetu askofu, na mambo itakuwa sawa sawa. Kabla sijasahau pia kuna my colleague ambaye pia ni PA wa Mheshimiwa Bwana Jack. Aliniambia anaweza kufika, hata kama akifika tukiendelea ni sawa, lakini alikuwa ameniahidi tutakuwa na yeye katika mkutano huu. Tutangoja akifika ni sawa. Tutakuta mahali tutakuwa tumefikia, na Mungu apokee sifa. Praise the living God. Yani kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi wako na furaha siku ya leo? Uko na furaha siku ya leo? Uko na furaha siku ya leo? Ambia mwingine yule karibu na wewe, leo ni siku yako katika jina la Yesu. Mwambie leo ni siku yako katika jina la Yesu. Jiandae kwa mambo makubwa, jiandae kwa mambo ya ajabu. Kwa hivyo kuna General Mweti ambaye ni General Secretary wa Jerusalem International Gospel Church. Yule amesimamia eneo hili la Kiengo. Amesimamia parokia ya Kiengo na amesimamia pia region ya Egembe Central East region. Kwa hivyo tuko na yeye ambaye ni host wa mkutano huu mahali hapa, ambaye pia ametukaribisha mahali hapa. Kwa hivyo anajua ni mtumishi ambaye Mungu ameinua. Ndiye huyo umesikia daktari alikuwa anasema walikuwa wanaomba na yeye mpaka Mungu akaingilia, na ndiye daktari alikuwa anatuambia watu wanasema kansa iponi, lakini naona mkono wa Bwana kupitia maombi waliokuwa akiomba na mtumishi wa Mungu General Mweti yule ambaye amesimamia region hii. Kwa hivyo kwa nafasi ndiye anaenda kukaribisha, atatuongelesha kidogo. Kutoka hapo atakaribisha baba yetu askofu ili atuendeleshe na ibada mahali hapo kwingine. Praise the living God. Na ngapo wanamjua General Mweti? Unajua General Mweti? Kama unampenda, nataka kusikia duru yake na makofi na shangwe na vigelegele. Nasikia iko sawa sawa. Haleluya.
yani kidogo. Haleluya, haleluya. Najua hapa kutakuwa na manabii, kutakuwa na mitume, kutakuwa na viongozi wakubwa wa siasa, kutakuwa na ma-MP, kutakuwa na ministers, kutakuwa na viongozi wa ndoketi mbalimbali katika taifa yetu ya Kenya. Salimia aliye karibu na yeye, mwambie ni wewe, mwambie ni wewe, mwambie ni wewe. Jiandae. Nakumbuka baba yetu askofu alikuwa ananiambia akiwa mtoto nikiwa mtoto mimi, alikuwa ananiambia vile angetaka nikue wakati nilikuwa nasoma, na naona yale mengi alitaja inatimia saa hii. Nakumbukanga mambo mingi aliongea, ndio naona ikitimia saa hii. Na yule baba yetu askofu tuko naye siku ya leo, yule alinitabiria kitambo, na saa hii niko hapa. Ndio maana umesikia nikisema mali nimesimamia places mingi kupitia maombi yake. Hata wewe natamani ukitarajia kutoka kwa Mungu kupitia the same baba yetu askofu, mambo makubwa itaandamana na wewe, mambo makubwa itakufuata, mambo makubwa itaandamana na wewe. Mimi nasikianga watu wakisema kubarikiwa si lazima ikuwe ni kazi ya mikono yako sana. Ili kazi ya mikono yako ibarikiwe, lazima Mungu aingilie na uende mbali. Nakumbukanga before tuanzie hospitali hii inaitwa Glorious Medical Center Limited, nakumbuka tulikuwa youth camp Mutwate. Wakati nilikuwa nataka kuanza, nakumbukanga nilikuwa na sadaka kidogo, nikaenda nimwambia baba askofu, niombe, niko na pesa kidogo, nataka kuanzia kazi kubwa ambayo inahitaji pesa mingi na sina uwezo, niombe. Nikaunganisha hiyo pesa kidogo nilikuwa naye kwa huduma, nikampatia kitu kidogo, nikamwambia niombe. Na ndio maana sikujua Mungu alileta miujiza namna gani. Ndio maana tunasikia nikiongea saa hii mambo ya hospitali inaitwa Glorious Medical Center Limited. Ilitokana na hayo maombi tuliomba na askofu wote, na huyo ya leo ndiye atakubariki, ndiye atakuombea. Haijalishi maono yako hata kama ni makubwa, haya yatatimia. Ndio mwingine yatatimia. Mwambie vizuri, mwambie yatatimia. Mimi nimelelewa hapa nikiwa mwana youth kutoka utotoni, ndio maana niko hapa. Na umesikia tukisema mimi pia ni director wa British Medical Training College, tulikuwa na bwana Bromel. Umesikia mambo mingi, na kwa ofisi ya mheshimiwa ndani kile Karido, kupitia support yako aliweza kunipea nafasi katika ofisi ile. Mimi ni deputy office manager Maigembe Central Constituency. Mungu awabariki sana. Kwa hivyo baba yetu askofu, nilikuwa nakwambia hayo ujue, wakati ukiingia kwa maombi ukuwe kuna kitu unatarajia, hata kama mambo ni makubwa aje unataka, hata kama unataka nini, itatimia kupitia maombi, itatimia kupitia maombi. Ndio tumeona, tumesoma vitabu, tumefanya mambo mingi, lakini tumeona masomo haisimami kwa nafasi ya Mungu, hekima haisimami kwa nafasi ya Mungu, nguvu haisimami kwa nafasi ya Mungu. Unahitaji mafuta kutoka kwa mtumishi wa Mungu, na si aseme mambo mingi, aseme katika jina la Yesu, enda utatoboa, enda utafaulu. Na siku ya leo utaambiwa enda utafaulu, na utafaulu katika jina la Yesu. Amen. Kwa hivyo kwa General Mweti unaweza simama ukuje. Wapi makofi na nduru kwa General Mweti anapokuja mahali hapa? Wapi nduru na makofi kwake? Wapi nduru na makofi kwake? Nduru vizuri, makofi kwake. May God bless you mtumishi wa Mungu. Karibu sana, utupeleke hapo kwingine na utukaribishie baba yetu askofu, na mambo itakuwa sawa sawa. God bless you so much. Makofi kwa daktari anaposhuka chini ya jukwaa. Asante daktari, umetuelekeza vizuri. Program imekuwa sawa sawa. Nashukuru Bwana kwa sababu ya hilo. Mimi nilie mbele yenu, kwa majina yangu naitwa Reverend John Mweta Isaac, ama General Overseer Igembe Central East Region, ama General Secretary. Nawakaribisha nyote katika huu mji wa Johune. Karibuni sana kwa sababu ya Bwana. Sisi tunawaona mkiwa huku, tunajua ya kwamba tunaenda lebo ingine, na tunashukuru Bwana kwa sababu siku yetu imefika. Johune will not remain the same. Hallelujah. Nashukuru sana kwa sababu ya area of administration, kwa sababu ya assistant chief dereba na chief yetu Mugambi, kwa sababu ya kuwa pamoja nasi. Tunashukuru pia kwa sababu ya daktari Judy, kwa sababu ya kuwa pamoja nasi. Ni wote wale tunaambia Bwana ni asante. Najua wengi wajapata nafasi, lakini ni kwa sababu ya Bishop Julius Ketari kwamba
simama hapa. Tuweze kufika hapa, tumefika. Pia na wewe itaweza kukushukuma, utaenda hatua ingine kwa jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana lipokee sifa. Asante sana kwa wageni wote, asante sana kwa Judy daktari, umekuwa hata mmoja wa msaada katika crusade. Bwana wa amani akubariki na kutende mema. Nashukuru kwa sababu ya kile Mungu anafanya area hii. Ni jambo nzuri Mungu anafanya, na tunashukuru Bwana. Hiyo Mungu unasikia tunasema anafanya, atafanya hapa tu, utaona, kwa sababu uko na hiyo hamu na unangojea kutoka kwa Bwana. Pia na wewe utakamata sehemu ya kile Mungu ameandaa kwa sababu yako. So kabla sijaenda sana, ningetaka kumkaribisha mke wangu ambaye tumekuwa tukifanya naye huduma. Amekuwa msaada sana, pia aweze kutusalimu. Mungu amenibariki na yeye, tumekuwa tukisaidiana na Bwana ametubariki na watoto 3. Mpigieni makofi anapokuja aweze kutusalimu kwa sababu ya Bwana, alafu tuende hatua nyingine. Makofi kwa sababu ya Yesu mpaka apande kwa chukua atusalimu kwa sababu ya Bwana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa majina naitwa Martha Mweti. Nashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo ambaye ameumba kwa sababu ya kila mmoja ambaye ako hapa. Praise the Lord. Mmebarikiwa. Watu wa area hii akiwa wamebarikiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mnapendwa na Mungu. Acha hiyo amani iwe nanyi kwa jina la Yesu. Praise the Lord. Mwaka jana niliitwa nisalimiane lakini sikuweza. Nashukuru Mungu kwa sababu leo naongea na hata ukiwa mbali unasikia hiyo sauti. Bwana Yesu asifiwe. Hii area haitakuwa vile ilikuwa. Yesu ako mahali hapa kwa jina la Yesu. Barikiweni. Makofi kwake anapo shuka chini ya jukwaa. Ninashukuru Bwana kwa sababu ya Bwana. Bwana amani apokee sifa. Wewe umetarajia, najua uko hapa unatarajia, na ngoja ni lini? Si saa ingine, ni saa hii tu. Tunataka kumkaribisha askofu, atanena na sisi, atatuelekeza kwa neno na kila kitu itakuwa sawa sawa. Lakini kabla ya hayo, ningetaka kuwapa, kuna mmoja ningetaka kumpa mzee mmoja ambaye pia amekuwa msaada kwa kanisa, Mr. Lichoro aweze kutusalimu, kwa kutusalimu tu, alafu kisha baadaye kuna Mr. Meme aweze kutusalimu, alafu nikufikisha hatua hiyo nyingine. So naomba mwenye alikuwa anatupea mic, at least atupee mic mzee Lichoro aweze kutusalimu, mpe njia aweze kupita hapo ndio aweze kutusalimu na mambo iwe sawa sawa kwa maneno machache na kila kitu itakuwa sawa. Mpe na mic atusalimu kwa sababu ya Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Peter Lichoro. Nimeokoka, Kristo ni Bwana, amelinda maisha yangu toka utotoni mpaka siku ya leo. Bwana asifiwe. Ibana bakumea Peter Lichoro. Bakumea ndana uru. Ibwaga ituzeleta tutena babu tugo nyinge. Goni kumande wachwa na 2017. Lakini mbete tankebuya no tuba yaba mwadani murungu aina inyana ne muno aina ombi na omba no tebu atomba. Bwana asifiwe. Nyakwe itarenge mwa kurokwara yetenwe ni mumero yewe to kanza, lakini arombera na arora no tuba mwadani kwa umaromba ya omba. Amen. Bishop ne yeta amurombera nyazimo, lakini lasile abuere completely na ayo tazima erote kwa kari. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Murungu naomba imbone terimoe tuwe kurusendi newe tuterwa nazo kona manta manene kana kai kate kuomba weta kai na maura kiami
ndio aundo na kaita kerekere kwa Mungu tetu atomba. Mungu anabadilisha. Mungu ana uwezo bunene muno kwa huo mora weirea na ndoba taranjie kuora aro mwawoni na balabange ngome atoka na torete yetu enele Yesu. Mungu wa amani ambariki. Mimi niko salama ndazamire ndaita njira ya loire itetiani alabo eregerete ibwaje ndia tiani ya lailoba lakini ndazamire tora itinjire loire lakini nyambishobu na iwe yo longira nau ngai we ora bandarime na baikirenya. Thank you Patia Mr. Meme kama mantoma kai atuke bien na Yesu numnene. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Bwana. Kwa majina naitwa Salus Nene, founder Jerusalem International Church. Bwana asifiwe. Kwe mundoro ndetete ana ipasta ngonde tete nangareke. Please ngwenda tu uwe no muwa. Wapi mchungaji? Aseme haleluya. Baga mchungaji. Haleluya. Bwana asifiwe kanisa. Bwana uliza nitaondoka ukusema kitu. Asifiwe. Asante kwa nafasi. Kwa majina naitwa mchungaji Paul Kimagi. Ndio mna kanisa ya Paul Gospel. Bwana asifiwe. Amen. Nafurahia kufika hapa siku ya leo kuwa pamoja nasi. Tushiriki pamoja. Tufanye kazi ya Mungu pamoja. Kwa ni ishara kuu kwa Mungu. Amen. Nilialikwa watu wengi tunakaa na leshora huko. Kaniambia kuna mwaliko hapa tukamkamulete. Kwa hivyo Mungu ambariki kwa sababu ya masaa. Amen. Piga makofi mazuri kwa sababu ya Bwana. Bwana amani apokee sifa kwa sababu hapa tumefika. Nitakueleza maneno machache tu kwa sababu kwa ajili ya kanisa. Kwanza kabisa ndio tuweze kuingia kwa neno kwa sababu kuna vile Daktari Bishop Julius Ketare ambaye ni baba wetu, kuna vile anatuambianga, natuambie injili kama hata ihubiri ifanyike, yani kama hata ubiri iwe vile Yesu imeandikwa, then hiyo haikai kama injili, inakaa kama kuongea uongo. Sababu naambia na mtawekea mikono walio wagonjwa watapona, wakatae kupona, then ni kama sasa haijafanyika, ni kama haijaingiana. Sasa kwa sababu tunangoja hiyo kuona kile Mungu anafanya, nitasoma majimbo machache kwa sababu najua ya kwamba hiyo ndio ya muhimu sana na ndio imetufanya tuwe mali hapa, kwa sababu hii siku tuliweka kwa sababu kuna siku fulani ambayo Mungu alifanya mambo makubwa sana katika kanisa letu Jerusalem International Gospel Church, tukashuhudia nguvu ya Mungu ikifanya kazi. Sasa tukasema wakati kama huu tutakuwa tunakusanyika, ndio ile kile Mungu alifanya au anafanya. So I want to read just brief history ya mambo machache tuweze kusikia kwa sababu ya Bwana na tuweze kubarikiwa zaidi. History of the church, that is our church which is started at Monica Jerusalem International started miraculously on Thursday 22nd December 1992, where Julius Ketare and others welcomed their villagers, neighbors and friends of Monica village in Kandalo sublocation, Akrangondo location in Igembe Central sub-county. By then it was called Igembe North District for a Christian service. Julius Ketare took the role of a pastor and taught the word of God, and the members and leaders were there by then. This group that is assembled for the word of God and prayers came to be the first church called Jerusalem International Church, which later, after the amendment, grew to become the present ministry we have, Jerusalem International Gospel Church. During their first service, they resolved to have Mukeza, that is vigil, on the following day, on Friday, 24th December 1992. They prayed for the villagers to accept Christ and continued with the fellowship. Since people were indulging in drug abuse,
bring alcohol, smoking bangi. The first Sunday service was held on 26 December 1992. During this time, they were meeting at the Atiri. They came up with the idea of building the church, and the church members resolved to cut the grass, and Pastor Julius Gitari donated 4 iron seats. Then, in January 1993, the church held 3 days fasting and prayer for a better building. This prayer came to pass on 28 April 1994 because they were successful to have a cheaper building with the fences as seats. This was achieved by the effort of Julius Gitari, who donated a piece of land for the church, and other like Mr. Mudine from Antoine, who donated fences as thanksgiving offering to God because of his child who had been healed. By 1994, we had 133 members. Through understanding the word of God, the church resolved to leave all traditional practices that were against the word of God. For example, female genital mutilation, that is FGM, traditional practices in boys' circumcision. In 1996, the church grew up to an extent of letting or opening other churches because members were many and others were coming from far villages. Therefore, in August 1996, we had a fundraising for construction, and we were successful to get money to open 6 prayer houses at a time as follows: Guantome, that is Lulu; Candeloa, that is Kiombe; Kaloe Kamwirega, that is Maride; Mea, Akongolo, and Kadatau. All these prayer houses had pastors and prophets, which meant the position of Julius Gitari, who was the pastor, became a senior pastor or an overseer. In 2001, the ministry grew up to 24 churches, and to facilitate the leadership and governance, the ministry was divided into 4 parishes, that is namely Agrangod Parish, Antomboi Parish, Nadu Parish, and the Gembe Parish. Due to this growth of the church and the changes in leadership of these parishes, which were led by overseer Julius Gitari, who was overseeing all these churches, which divided into 4 parishes, his position changed to be Bishop Julius Gitari. We praise God because our church has been growing like the Church of Apostles after Jesus ascended to heaven. They had favor with all people, and the Lord added to their church daily. Therefore, we are going on building on the foundation Jesus Christ laid as apostles, who were there before us been. I believe this is the reason why God has blessed us with these current regions, namely Nyambene South Region, Egembe North Region, Egembe Central East Region, Egembe Central West Region, Naraka Region, Lam Region, Isiolo Region. Leadership, as God has blessed us with the love in our ministry, that is the week June of every year. This is the day God did a great miracle in our church. That is on 18th June 2000, when the cripples walking, blind receiving their sight, and deaf and these miracles continue up to date.
But on the 18th June 2000, this was the first day to see God manifesting himself in a such great way. And this is the reason why we do assemble every year such a time for Thanksgiving to God. On 18th April 2013, that's the time that our the year 2013 is the day our church received a certificate of registration. But before then, when more than 20 years ago, we ended up time in running many churches since we did not have a constitution booklet. We received we used to hold the meetings, many meetings, conferences, so as to teach leaders and pastors on how to run the church. We used to base our leadership in the word of God as we do today. But currently, we have a constitution booklet based on the word of God. Praise the name of the Lord. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri for what God has been doing in our church. That is some brief history of how this church started, and you see how God has blessed us. Now, ili ni jambo la muhimu sana. Nashukuru Bwana na Bwana wa amani apokee sifa. Kwa nafasi naomba yoyote mahali ulipo, hata wale wako kwa hizi tent, tuweze kusimama, na wale wameketi huko tuweze kusimama, because I would like within a few minutes I usher in the servant of God to come and minister to us, and as he comes, I know things will change. He is saying that Joune will not remain the same. Not only Joune, but you not remain the same. You not go back as you came. Kuna kile Mungu ameandaa kwa sababu yako. Just be expectant. Uwe unangoja kitu. Andaa moyo wako kutarajia kupokea. Naona kuna wale wameanza kuhama kwa njukua nyuma, wanataka kuja huku mbele. Ni vizuri hata na wewe ukifanya hivyo kwa sababu ya Bwana. Kwa sababu kuna kile Mungu anaenda kufanya kwetu siku ya leo. Tukikutana siku ingine, tuongee kile Mungu alifanya siku ya leo. Nataka uandae makofi yako. Nataka kuona mikono yako juu. Nataka kuona mikono yako juu. Nikuletee Daktari Bishop Julius Gitare, that he may come, aweze kunena nasi neno la Mungu, na tuweze kupokea kile Mungu ameandaa kwa sababu yetu. Huu mkutano umegharamika, umegharamiwa kwa sababu yako na mimi, kwa sababu kuna kile Mungu ameandaa. Inua mikono yako, weka mikono yako juu, weka mikono yako juu. Nataka kusikia kelele, nisikie tuko pamoja. Nataka kusikia kelele na huko kwa sababu ya Yesu. Makofi kwa sababu ya Yesu. Makofi kwa sababu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu inua mkono wako mahali ulipo, tushangilie Bwana. Hebu tushangilie Bwana kwa nguvu. Haleluya! Kama nasema Yesu anatawala area hii. Pigia Yesu makofi kwa sababu anatawala. Ringira Yesu reno ntona kuadhana. Baba, kwa jina la Yesu wa Nazareti. Baba yetu na Yesu wa Nazareti. Ninakusinda kikai Bwana. Ingo uweze kukutana na watoto wako na kuwabadilisha na kubadilisha mioyo yao. Ninaomba ukatumie roho yangu na ukawatumie pia wapate kusikia neno lako, kwa sababu wewe ni Bwana. Ulisema hakuna mtu atakayekuja kwako bila wewe mwenyewe kuruhusu aweze kuja kwako. Ninakusihi kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Pokea sifa Mungu mkuu, pokea sifa Mungu wa ajabu, kwa sababu wewe ni Mungu ishiye milele. Na ni kwa jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Amen. Pigia Yesu makofi. Tunataka
tunataka kuchukua muda mchache kusikia neno la Mungu. Tunaenda kuoya itare kai kuibolo totoro Mungu Kwa sababu Mungu ametubariki. nonto Mungu na todarimete. Wakati tunaposikia ushuhuda kile Mungu anatenda, Reato kuiboko yebro Mungu abwezetie. tunaamini Biblia ni neno la Mungu. Ito wete kia Biblia ilo totoro Mungu. Unajua Biblia ama neno la Mungu, Nuko mea Biblia karo totoro Mungu. ili iwe neno la Mungu lazima ile imeandikwa uweze kuifanya. No mwankabra bo andeki ombe obobwezia. Ni kama vile sasa wewe ni daktari Ni yaura weza iwenda itari. ama unasomea degree fulani, Ko kedro mrete degree na. wakati unachukua ile mambo ndio unaitwa pia mtu ambaye amesoma. Leo okoyoke mantoyara ilo eto mtu dhome. Shetani angetaka tujue tukisoma Biblia vizuri tutapokea kile Mungu ameandaa kwa ajili yetu. Komete enda tumenyete twazoma Biblia boya tukoya bila Mungu adronite na Angetaka tuamini kabisa. ati enda tuetekia pio. Lakini wewe ukiamini Ende woke awetekia. ile imeandikwa inakuwa yako. Burabo andekibo abo aku. Pigia Yesu makofi. Ringira Yesu roi. Tuna muda mrefu Tuina kanya karaya. wakati Mungu alianza kutenda kazi nasi kama vile mmesikia. Kumara Mungu ambiri kulitari yangu ina bahatu ya olabo kuibwa. Hatukuwa tunajua mbeleni, Tutaishie mbele. lakini tulipoamini ilikuwa yetu. Ende tuwetekia burabo etu. Hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo. Uno obokore ntuko enarwa. Ukiamini Mungu anakubandilisha automatic. Wetekia Mungu au chenchi antozi. Mungu Mungu na oranasya. Mungu anainua, Mungu na okeranasya. Mungu anabariki. Mungu na dharimana. Na wakati Mungu anakaa pamoja na wewe, Naria Mungu elero aria mwena uwe. basi unajua mambo haikui magumu kwa sababu anakusaidia. Manto ya teumano ntwa autezia. Hivisha wote wale ambao wanatusikia, Inko watu ni bonde barabo tuibwa. hata wale ambao wako kwa TV yetu ambaye tunaipenda, Meru TV na Dheri FM. Kinya baraba ike TV twera tuende Temero TV na Dheri FM. Mimi nimekaa huko miaka mingi, Huindi ete kuumi yake mingi. zaidi ya miaka 8. Saiti ya miake nana. Kwa hivyo leo Mungu ametubariki tuko na wao hapa, tutawapea nafasi baadaye uweze kuwajua zaidi. Kwa Mungu na tudarimeteru aletwe na boatu abo akanya lainge bombo tokeje bombo Tuko bamenya. live TV, ukiangalia kwa Facebook unaona mambo yote. Ito kuono emwe TV ne olwelio kona manto yonde. Mungu akubariki sana, abariki pia TV yetu. Mungu abodharime pio na adharime kinya TV yetu. Na ndio uongozi wote. Na tongeria bonde. Na uongozi wote. No tongeria bonde. Mungu awabariki sana. Mungu abodharime pio. Pia MP wetu ambaye ni Kele alitumana, basi tumnapokea salamu zake. MP Kele na tumanire na tukwamberia nkezi Pia shawe. rafiki yangu ambaye tulianza naye kitambo, Mpolo ambaye anazimamia hiyo, pia ni mmoja wa hii TV ama mkubwa wake. Kinya Mpolo la tuambire noe ita nomwe wa TV na Tulikuwa na nomwe. yeye kwake, akaniambia ni vile hakupata nafasi pia angekuwa pamoja nasi. Twari noe kwa we na arambera nura tukethwa twende Pokeni salamu yake pia. Yokeni nkezi shawe kinyawe. Alisema Bishop aziulishwe ahubiri. Awele Bishop akaurua na atumerie. Alisema hivyo. Nibwe wete. Na ndiposa nimekaa miaka mingi kuliko pasta wote huko. Na hivyo ntodiete miaka mingi kuhusa itie pasta wangi bonde. Mungu awabariki sana. Mungu abudharime pio. Tunachukua muda mchache kwa sababu kuna kipindi tunatarajia wote. Tuyo kia itare kai nontoko ena kanya tueterete twinde. Tunatarajia kipindi ya Injili. Tuerete kanya karuteto. Wakati Mungu tunamuita aweze kufanya kazi. Rea Mungu tomweta na tuamweta ombe kuritangwe. Hatuwezi sema tuko pamoja na yeye na aonekani. Tutemenya kuwa tuya mwenu weke dhate kuoneka. Kwa sababu ako pamoja na sisi, atatenda zaidi ya mawazo yetu. Nonto ya mwabatu akabwezi saiti ya madhani yetu. Atafanya akithibitisha neno lake. Akabwezi kendazike alikezi rutotoro wawe. Wacha tusome neno la Mungu. Kato dhome rutotoro Mungu. Katika kitabu ninasoma habari za Yesu. Yenda kudhoma nkuma Yesu. Jinsi Mungu alipanga kwa ajili ya mwanawe. Vile Mungu alifanya, vile Mungu amepanga na Yesu kwa ajili yetu. Ora Mungu abanganetie na Yesu nonto wetu. Waefeso 1 mstari wa 9 hadi 10. Efeso 1 mstari wa 9 mwanke 10. Inasema namna gani? Ekawa huu. Unajua tusipojua mpango wa Mungu na kile Mungu amefanya, hatutaingia katika mpango wake. Tokarea kumenya mubango wa Mungu na uraba abangete tutingumake mubango yawe. Bible inasema namna gani? Biblia kwa Efeso 1 mstari wa 9 nazirete gutumenyerye kiriga kya wizo takyo wendo bwawe
na nokyo kiria endaga na ninge nekyo eketeo mbere ndene ya Kristo kire mubango rere magita ya koyura akongani into byonda ndene ya Kristo birego egoro na birego kumbe. Pigia Yesu makofi. Ingira Yesu. Yani Mungu alipanga ndani ya Yesu. Yani Mungu abangete ndene ya Yesu. Ni siri iliyofichika. Yani kiriga kana wizo bwizi. Maana shetani alikuwa anaondoa mwanadamu kwa Mungu. No nto shetani ni alitariteta mtu ke Mungu. Lakini Mungu akapanga jinsi ya kuunganisha tena. Ende Mungu abanga urabo bakawata nirenge na vitu vya mbinguni na vya duniani. Into bya na bya ndegoro. Na hiyo vitu ni sisi. Na into biwiba atwe. Mbinguni ni malaika. Eoro ni malaika. Tunaunganishwa tunakuwa kitu kimoja. Tukawatania tukake mtu kimoja. Kupitia Yesu wa Nazareti. Ukelokera Yesu wa Nazareti. Akaondoa dhambi zetu. Arebia meya yetu. Akaondoa magonjwa yetu. Arebia milimo yetu. Maana tunapounganika na yeye. Nonturia tukuwatanira noe. Tunakuwa kitu kimoja. Wake mtu kimoja. Alipotundikwa msalabani. Haikuamba msalabani. Alisema yamekwisha. Araua bokovira. Sema yamekwisha. Yamekwisha. Akasema yamekwisha. Araua bokovira. Alipia yeye hakuwa na dhambi. Weya tare na wejia. Aliwekwa katikati ya wenye dhambi. Ekero ateka ejia. Akasulubiwa kama mwenye dhambi. Arambo akari ya mwechia. Na alisaliwa kama mwanadamu. Na asiari ya mtu. Akasaliwa na mtu na mama anaitwa Mariamu. Asiari mwekuretwa Mariamu. Na hiyo ilikuwa mpango wa Mungu. Na yuyu alimo taratara wa Mungu. Atafanyaji ili arudishe wanadamu kwa Mungu tena. Na ati akeje kenda so kianto kiwerenge. Akaweka katika mpango wake. Areka buke mubango yawe. Sisi ataunganisha vitu vya mbinguni. Uraka wata ni ntobie euro. Na mbinguni. Na ntobia ndegoro. Na huyo ndiye ambaye anatuunganisha. Na unuo utowata nevia. Mwana wa Mungu aliye hai. Mwana Mungu moyo. Ni mambo yaliyofishika. Imanto ya ivipio. Ambaye ni Mungu alitufunulia. Imungu otobuorele tayo. Kupitia uwezo wake. Ukelo keraomba ni bwawe. Joana moja. Joana mwe. Inasema namna gani? Joana moja. Joana mwe. Mstari wa 9 na hadi 30. Joana mwe mstari okenda mwanka 30. Inasema namna gani? Ekauwa weru bwama. Burea bumurekagira mtu kinyore kune bwareo. Buratwa kwejaga ndegoro. Werubo are ndegoro ye. Na ndegoro yombero niwe. Nayo ndegoro ye erarigwa nikumumenya. Ejire kwawe kungwa na mtu bawe bararea kumwamberia na bonde barea bamwambererie tabo barabeteketirie tore yawe baune bo etekerie baya na bamurungu datinye kawau barabatasiari nitharike kana basiaro ne kwenda kwa mwiri kana kwenda kwa mtu ende ne kwa Mungu. Pigia Yesu makofi. Ringira Mungu ruwe. Yani nuru ya kuangazia mwanadamu ilikuweko. Yani wero boko dhara mtu ibu ya leo. Nuru inaangaza gizani. Wero bodhara mundune. Na maana ya nuru ni nini? Netomikia wero nembi. Ni mambo ambaye ujui utafanya namna gani. Imanto arotukomeanate okedia. Unamusisa anakuangazia. Wamuwata nezinayo akudharira. Anakuangazia. Akudharira. Bandala uone mauti. Unaona uzima. Ukaona moyo. Wanadamu wakisema utakufa. Muntu wakwa. Unaona nuru. Ukaona weru. Unaona kuishi. Ukaona utora. Hiyo nuru ikatembea ulimwenguni. Weru bubureta itanzegorone. Akaya kwake mwenyewe. Ale ya kwa wewe mkongwa. Wakamkataa. Baramorea. Kwa sababu hawamkujua. Nonto batamu isi. Walipata maswali mengi. Ale urusiori bibinge. Mungu anaweza saliwa namna gani? Na hata Mungu amba usiarwa mtu. Mungu anaweza saliwa namna gani? Mungu na hata amba usiarwa. Wewe unasema wewe ni Mungu. Wewe si hata Mungu. Na wewe umezaliwa tukijua ni nani amekuzaa. Na usiari netokomea no usiare. Lakini tangu kitabu za Mwanzo. Ende kuma yoku ya kiambereria. Hadi Ufunuo. Mwanka kuworerwa. Inamsudia atazaliwa. Ilio mokoyereka wa asiarwa. Inasema atazaliwa. Reka wa asiarwa. Neno la Mungu. Utato la Mungu. Ikafanyika mwili. Dola mwele. Akaya kwake mwenyewe. Ale ya kwawe kuongwa. Na watu wake. Kwa ntobawe. Wakakosa kumujua. Na ntobawe bareo mumenya. Wakakosa kumtambua. Bareo mwelewa. Wale walikosa kumtambua. Harabareo musiora. Akawaacha. Harabatia. Wale walimtambua. Haraba mumenyere. Akawapea uweza. Harabao
ndani. Pia mwingine akawapea uwezo. Wa nini? Bwambi Wa kufanyika wakomuombeka wana wa Mungu. Ayana ba Mulungu. Yani kama yeye. Yani oyawe. Hiyo ndio maana ya Injili. Kiwikia tomikia Ukiamini Yesu. Ukiaweteke Yesu. Unafanyika mwana wa Mungu direct. Wa mwana wa Mulungu emwe. Ukifanyika mwana wa Mungu. Na wa mwana wa Mulungu. Unakuwa murithi pamoja na baba yako. Oka mwana roho yamo na bau. Kwa sababu vitu vyote ni vyake. Nontunto vyonde vyawe. Kama vile mimi ni mzee sasa. Oyaolo ndiye mokoro dhai. Niko na watoto wangu. Denana bako. Vile niko navyo. Pilande navyo. Vyangu na vya watoto wangu. Vyakwa na bako. Nani aliumba mbingu na nchi? Olano ombele olo nanje. Nani aliyeumba bahari? Ola ombeleria. Akaumba vitu vyote. Anaomba into vyonde. Ukifanyika mtoto wake. Akwa mwonoke. Akikupea uwezo leo. Akwa ina ruare. Akikupea uwezo. Akiokwa ombani ruare. Unafanyika mtoto wake. Oka mwonoke. Na unakuwa murithi pamoja na yeye. Wa mwana roga ya mwonoe. Pigia Yesu makofi. Ingera Yesu we. Unakuwa murithi pamoja na wewe. Oka mwana roga ya mwonoe. Unajua maana ya kuwa murithi? Noko mwenyetuka kwa mwana roga hii. Ukiweka nyumba kama ukiwa katika mavumbi, yani wewe umuzatune unainuliwa, unakuwa kama wengine. Weteri nyokerwa kana yabange. Ukiwa una sehemu yako, utena kanto ako. Ukirandaranda maana una mahali pa kwenda. Ukiria weta itakufungulia, unakuwa mtu wa maana. Akuborea njera ukedro mtu wa kurithi. Ukedro mtu kwa roga hii. Hakuna mtu anaweza zaliwa na mtote mtombo siaro akiwa hana mahali pake. Atena mtu kwawe. Huyo nuru ndio inatuangazia. Wewe wibuto maraira. Inatuelekeza katika maono yetu. Tongerike maono yetu. Mungu akuelekeze siku ya leo. Mungu atongerie mtu kwa ndarua. Inasema akawapea uwezo. Nontarua abo aombani. Inasema nakupea uwezo. Biblia ruwa nao kwa aombani. Ukawa mwana wa Mungu aliye hai. Wae mwana wa Mungu moyo. Ni wagani waliobadilishwa? Ni antumare kubate njetwe. Mstari wa 13. Mstari wa 13. Inasema vizuri. Yokuwa boya. Ni wale hawakuzaliwa kwa ajili ya mwili. Ibara batasi ari nonto boya. Wale hawakuzaliwa kwa ajili ya damu. Batasi ari nonto badharike. Hawakuzaliwa kwa ajili ya mtu. Batasi ari nonto wa mtu. Walizaliwa kwa ajili ya Mungu. Batasi ari nonto wa Mungu. Ukiona watu wakitembea katika hii ulimwengu, ukiona mtu baita tanze wewe. Kuna wengine sio watu wa kawaida. Wewe bange batanto bawezere. Maana walichaguliwa na Mungu. Nonto ibatari Mungu. Na hawakuzaliwa kwa ajili eti mama alisema tunataka mtoto. Na batasi ari nonto mwekoro wewe ulikwenda kana. Ni mama alimzaa kama wengine. Leo mai mwekoro musiare ya bange. Na anaitwa mtoto wa fulani. Neta wa mwana ongania. Lakini kumbe sio wa fulani. Ende tu onganio. Ni wa baba aliye mbinguni. No baba orore. Pigia Yesu makofi. Ingera Yesu wewe. Uweza kuleta mambo duniani. Baba kuna tamantonde wewe. Ndio wanaleta mambo mapya. Ai baba leta mantome. Ndio sio watu wa kawaida. Ai baba tento bawe wewe. Sababu hawakuwa wa kawaida tangu mwanzo. Baba tari bawe wewe kuma kiambele ya. Yesu alikuja kutafuta. Ai baba Yesu ayete kuria. Wewe ni moyo wao. Okedro roho mao. Uwezo kupitia neno. Amberia ubanyoke lukero tatu. Utangangana tena. Utangangana renge. Utatembea katika giza. Uteta utatembea katika nuru. Weta wewe rone. Haleluya. Amen. Utakuwa na uwezo kamili. Ukedro wewe naomba ni buongwa. Mambo ikileta shinda. Santo ya leta lena. Unamuita. Wamweta. Unamwambia Yesu. Wamwita Yesu. Ninataka usaidizi. Mkwendo hotelio. Yesu anaingilia mara moja. Yesu amkumera ntoli. Pigia Yesu makofi. Ndiwe mwana wa Mungu. Walifanyika wale Mungu alipea uwezo. Oromo baba Mungu ayataombani. Ni wale hawakuzaliwa kwa ajili Tabani uko na watoto 5 ama 4 ama 3. No dhani ukedro wena na balato bana kama 5. Lakini wako ni wawili. Ende bakuibele. 3 ni wa Mungu. Balato iba Mungu. Utawaona wakitenda kitu ambaye sio ya kawaida. Waona bakebwele manto atenda wenzao wakifanya mambo sio ya kawaida. Kezomo ukaona bakebwele manto atenda watu wenye huruma. Wabona barento bana kiao. Wezi dhulumu mtu. Batenyenye mtu. Hata ukiwa hawajawahi okoka. Nyokedro bationoki. Ama wakati wao Afrika. Ke itarore tera kinda. Wezi dhulumu mtu. Batanyanyasa mtu. Maana neema ya Mungu. Nonto tugibomo Mungu. Aliye hai. Urore moyo. Iko ndani yao. Endeneyo. Iko ndani yao. Endeneyo. Pigia
Yesu makofi kwa sababu anaweza. ringira Yesu reno ntonomba Ninatamani hiyo sana na ifurahia. ikwire nilibumu nona inkobo Kwa sababu ya upendo wa Mungu aliye hai. yes Kwa sababu ya upendo wa Mungu. non wendo wa Mungu Maana tutafanya makuu. non tukabwidhi Sio kwa nguvu zetu. non tubo Sio inye kwa uwezo wetu. non tubo omba Ni kwa ajili ya nguvu za Mungu aliye hai. non tubo inye Mungu moyo Bible inasema Biblia kaua alipowachagua batarere aliwapea kazi. arabango Katika Luka 9 mstari wa 1 na 2. Luka 9 mstari wa 1 na 2. Luka 9 mstari Akawaita wale thenashara, akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Akawatuma watangaze ufalme wa Mungu na kupooza wagonjwa. Pigia Yesu makofi. Ningira Yesu ruwe Alipowachagua batara ningetaka kukuambia kitu kimoja. inkwenda kwenda kintu kimwe Adamu hakuumbwa na magonjwa. Adamu ataumbia na melito Hakuumbwa na uoga. ataumba nilino bwa Alikuwa katika bustani la Edeni. are mundene yoendeni Wakiwa na hana shida yoyote. kenda Mungu anakuja kukutana yeye. Mulungu wake ari Kwa ibanda sababu yeye ni Mungu wa mbinguni. non tuwai Mulungu weuro Alipofanya dhambi, lele erie akasikia Mungu anatembea katika bustani. araibwa Mulungu atatete mundene Akakimbia aramatoka kwa sababu ya dhambi. non tuba meja Akakimbia. non aramatoka Lakini Mungu ende Mulungu akaona haiwezi kuwa hivyo. arawa kotemenya kuria Kwa sababu amendanganywa na shetani. non tunabaka irui saitani Mungu akaturudisha tena. Mulungu atusokerenge Kupitia mwanawe. ukelokera mutano we Alipokuja akaokoa watu. aikweyono kiantu Hao walikuwa wavuvi. taubare awatiba makoyo Hawakuwa watu wanaojulikana. batari antu baiyewa mno Lakini wakachaguliwa. ende baratarwa Akawafanya mitume. arabethi atomwa Jina ikabadilika. rietwa riacenja Akawaita mitume. arabeta atomwa Na alipowaita mitume, arobeta atomwa akawaambia, arabera nendeni mpukuze shetani. etani bwenge saitani Fukuzeni shetani. engeni saitani Ponyeni wagonjwa. orenia asie Tangazeni ufalme. araneni unene Shetani alitoka wapi? saitani naumere Funuo 12 mstari wa 7. kuburirwe 12 Mstari wa 7. mstari omwanja Kukatokea vita mbinguni. kurauma ndweuru Malaika wakipigana, Mikaeli akipigana na shetani. Mikaeli akiro yana saitani Na Mikaeli alikuwa na malaika wake. Mikaeli nari naraika bawe Shetani alikuwa na malaika wake. saitani yo neri naraika bayo Ikatokea vita ya ajabu. kurethera kwena ndwe kuriaria Kwa sababu shetani alitaka kuabudiwa kama Mungu. nonto saitani enda kuthathagwa oba Mulungu Hivyo ndivyo shetani anataka. oibo saitani enda Kuabudiwa kama Mungu. athathagwa oba Mulungu Alisema nitakatia kiti cha enzi. arau angakarete kionene Lakini Bible inasema ende Biblia kaua akafukuzwa, akainamishwa kuzimu. arengware na mwampolokerione Akupigana akiwa mbinguni. ataru ere areoro Alifukuzwa huko. kengirwe nau Bible inasema namna gani? Biblia kaua atya Inasema namna gani? Biblia kaua huu Kukakuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa. Tusome kwa Kimeru na haraka. atuthome Kimeru ntuthi na ninge Sababu ya muda. Naenda kumalizia. ambitete kuthiria Nataka kumalizia maana tunataka kurudi kwa ajili ya hiyo maombi sasa. petete kuthiria nontito kwenda ucoka nontoba maromba ya uthai Kwa sababu ya neema ya Mungu. nontoba utugi bwa Mulungu. Haleluya. Amen. Inasema namna gani? Na ninge kurakara na andu eguru ya Mikaeli na araika bawe bakirwa na nkonga kinyayo iri na araika bayo iragwata kurwa hindi barengwa na ninge batacoka kuona antu angi agukara ku iguru kenda nayo nkunga iu nene irarukwa tayo njoka iu nene ya Kenya na noyo ira yitawa nkoma enthuku na ninge yetwa saitani ura wairagia kirindi kionthe iragwithwa onthe buru
na araika bawe barakunekanirwa amwe noe bararukanirwa amwe noe. Pigia Yesu makofi, utasoma mwenyewe. Ingira Yesu roho ukadhoma wengwa. Ukisikia Yesu akisema akaita venazara ama mitume, ukiakwibwa Yesu akiwa areta atumwa akawapea uwezo araba inya kufukuza hiyo maroho machafu, kwenga marumbiu madhoku na mashetani na masaitani. Hebu nisomee kwa Kimiru pia. Ni kwa sababu alianguswa hapa duniani, ni kwethro nengi na aruketwa ndigurune, maana aliondolewa mbinguni nonto ne ngiuro anakuja duniani akeya ndigurune. Sasa duniani ndigurune alitafuta watu wake na ureti antu bawe wa kumsaidia. po mutetheria Watu wa aina gani? antu bakariatia Wachawi, aroi, waganga. aga Hao ndio makuhani wakuu. baibu athenjiri bawe baranene. Hao ndio makuhani makuu. baibu athenjiri bawe baranene. Wao wanaenda wanakufundisha pau beta bakuritana ili upate feva ya kazi. kenda umba kwethra wena feva kana kwenderwa ngwene. Chukua hii mti, ayokia kamutika, chukua hii uchawi, yokia uroibo, nenda umwage pale, eto tore au nitoa dhabihu namna hii, ditaki ungwana njire kari ili muweze kuwasiliana, kenda bomba kuharana ili uweze kuongea, kenda umba kuharia. Hao ndio makuhani wa shetani. baibu athenjiri basaitani. Ndio shetani alichukua. baibu saitani oyere ili awafundishe namna gani. 9 kuanzia mstari wa kwanza. nawe arondro ne bawe 12 tuthoma Luka 9 mstari jo mbere. nawe arondro ne bawe 12 araba wa thobo kwa dhankoma indo kionde na bwa kwarie mirimo arabatoma bakera ne manto yone ne bwa Murungu. Pigia Yesu makofi. Magavana ama wanaamini siku ya leo ibana bote kiantukwa na arua shetani atakuwa nafasi katika area, itachukua nafasi yake na iongeze mara 10. saitani atona kanya area ende area eko ya kanya kayo na iongele maite 10. Hii ni kitongoji kikuu ya maua. kai kantora ka nene kama maua, na kama maua iko karibu hapa ingekuwa kubwa zaidi. no kendra maua yao ne bati ntore eko ne nei zaidi. Tauni kubwa, itaoni nene. kuna andui fulani kwa mundomo na ambaye alinena ora warerie akasema watu wa area watainuka. au antu bantore batekorokera Ya leo tukwa na arua tunamwambia tunachukua mamlaka kama kanisa. ndemo rato kwa wadhani ya kanisa. Yesu alisema yekase ufanye shetani asikie ufalme wa Yesu uko area hii. Yato kongwera saitani ibona na Yesu boya. Ufalme wa Yesu uko area hii. Onana ba Yesu boya. Ufalme wa mwana wa Mungu uko area hii. Onana ba mwana wa Mungu boya. Ufalme wa shetani onana ba saitani tunauangamisha kwa jina la Yesu. Obadhiria yetu na Yesu. Tunasema watu wa Mungu wataendelea. Uri watu wa Mungu watambere. Sio area hii peke yake. Na tentore yake Ni Yembe, Meru, Kenya mzima. Kenya yote. Watu wa Mungu watachukua nafasi. Watu wa Mungu ibako ya kanya. Wanasema wachukua nafasi, wachukua nafasi Mungu onekana ya katinya. Shinda ni mwanadamu kutojielewa. Na zena imuntu korea kuimenya. Lazima tusaidiwe. No mwaka tuteverwe. Na tumulikiwe. Na tumulikerwe. Nani? No. Ya nuru ambayo ilikuja ulimwengu. Iwero bravo yenze
wa Nazareti. Nabu Yesu wa Nazareti. Ukiamka asubuhi, ukiamka asubuhi, mwambie ninataka haki yangu. Maana wewe ndio umeniweka. Na ukanipea watoto. Na watoto wangu. Maana Bible inasema watakuwa na uwezo duniani. Sasa mtu hawezi kuwa na uwezo kama hakuna elimu. Hata kama kuna wengine ni muujiza. Lakini kuna njia nyingi. Shetani anakupinyilia. Unakosa kusomeza watoto wako. Unashindwa kufanya kazi. Mtoto anaenda anakunywa dawa za kulevya. Anaharibika. Hiyo shetani tunaiondoa kwa jina la Yesu. Wengine anaharibu na magonjwa. Ukienda hospitali, ukiambiwa wewe uko na kansa, wengine wanaona kifo. Ete nikuambie siku ya leo, daktari anaona vizuri, lakini kuna mwingine, daktari wa madaktari, sio mwingine, ni yule ambaye Bible inasema katika Isaya 53 mstari wa 4 na 5, hakika amechukua magonjwa yetu, kwa kupigwa kwake tulipona. Wakati wanaamini hiyo, tunaweza unganika na Yesu kupitia imani. Kama unaamini mimi sitakufa, kwa nini ukufe bila kutimisha maono yako? Sio mpango wa Mungu, watoto wa Mungu. Mungu ukufa bila kutimisha ahadi yake. Mungu alisema katika kitabu cha Mwanzo, akasema kwa sababu watu wamefanya dhambi, nitawapunguzia mwaka wawe miaka 120. Wakaacha neno la Mungu. Sasa ile dhambi, unajua ukiwa una Mungu utajua mwenyewe. Utakunywa pombe ya kupindukia, utafanya maovu, utaenda utaiba, sasa utauawa mara moja. Isaya inasema mtu yule atakufa akiwa mtoto. Ni yule ambaye atafikisha miaka 100. Na wakukufa akiwa na hiyo miaka, atakuwa amelaaniwa. Bwana Yesu asifiwe. Inua mkono, sema haleluya. Kama naamini neno la Mungu ni la kweli, ambia mwingine sitakufa kabla ya kutimisha maono yangu. Basi Mungu ameniletea duniani, lazima nitaifanya. Anasema ataifanya, kwa sababu tumeambiwa alikuja kuharibu ulimwengu, akafukuzwa mbinguni, akaya hapa duniani, akalete magonjwa, akalete hasira, akaleta kugawanyika, akaleta vitina. Ile nguvu mfukuza ile ilipea malaika uwezo ambaye ni Mikaeli, ya kufukuza Shetani, ambaye anaitwa neno la Mungu. Yesu wa Nazareti alikuja hapa duniani, akawaambia wale ambaye wanaamini jina langu ninawapea uwezo kuondoa Shetani ya kila aina. Atakaa kwa kazi yako, atakaa kwa watoto wako, atakaa kwa biashara yako. Mwambie niondokee kwa jina la Yesu. Anapokuona anaona baba yako, anaona Yesu ndani yako, anaona Mungu ndani yako, anatoroka, anakimbia, kwa sababu
sababu Yesu ni Bwana. Nonto Yesu imwadhani. Kama naamini Yesu ni Bwana, Bwana baitekia yote yawezekana. Tena akawaambia ninawapea kazi nyingine. Na bera nkobo wangu wenge. Wakati alikuwa anawakalia. Wakati alikuwa katika hiyo area. Kwa mahali mmemfukuza. Au mwenga alileta magonjwa. Na aleta merima. Alileta mambo maovu. Aleta mantoa maovu. Alileta matengano. Aleta mpandukano. Alileta hiyo yote. Aleta bibi yote. Sasa ombeeni wagonjwa. Sasa yule ombeeni ameondoka. Nonto akwebela. Sasa ombeeni wagonjwa. Sasa yule ndio ombeeni bala. Na pia wanaombewa wanapona. Na baba karomba bakawa. Anasema tangazeni ufalme wa mbinguni. Asoka watoberia niyo nene bwa Mungu. Maana shetani hana mamlaka katika ufalme wa mbinguni. Nonto komete na wadhani kilo nene bwa euro. Ako na mamlaka katika ufalme wa dunia. Na wadhani kilo nene bwa euro. Lakini ufalme wa mbinguni ende kilo nene bwa euro. Alifukuzwa hana nafasi. Engerona tena kanya. Katika hiyo ufalme wa mbinguni kilo nene bwa euro. Ndio Mungu ameingiza ndani yako. Hivyo Mungu amkumetinda yako. Ndio Mungu ameingiza ndani yako. Hivyo Mungu amkumetinda yako. Angalia daktari ambaye alikuwa hapa. Nenda itaro lawe ya alituambia atwerere ametoka shule na umeta skuru na atia walikuwa na pesa na tete tabari na mbia hakuwa na pesa atari na mbia hata baba yako hakuwa na pesa kinyezi atari na mbia lakini aliamini endeketekerie ninaweza ansia biashara yangu ya udaktari ya hospitali nomba mbele ni hospitali kwa na hiyo yansisi na 100 na 500 ama ngiri 100 iwezekani na iwe tambele na ngiri nye na rema butombeka na ni wakati anatoka shule na hii skuru umeta na hiyo lakini akaamini Yesu ende areteke Yesu na Mungu akamsaidia na Mungu aramutenda. Hakuna isiyowezekana kwa Mungu. Utebo tuombekana ke Mungu. Shida ni kutuamini, unauliza nitafanya nini? Beno ikore awetekia ukauri ndio leo useme sina la kufanya, lakini kunaye aliyofanya kwa niaba yangu, nitatimisha maono yangu. Nenda uweru arente na bakwelia ende kuomba neno ntobwa kwa kauli kiroto yakwa. Kwa sababu mimi nitawezeshwa. Nontoni nkaombezwa. Nitawezeshwa. Kaombezwa. Wanasema watawezeshwa. Nitawezeshwa. Na kuhakikishia utafika mahali ambaye wazazi wako hawajawahi fika. Angu hakikisho wakinyarasi alibaku batakinya. Utatembea na gari na wazazi wako hawajawahi tembea na gari. Oeta na ngari rasi alibaku batetezi. Wewe ni mtoto wa baraka, ndio unakuja kubadilisha ukoo wenu. Wewe mwana ukedhari mwawe tosesha mweri ayo wedu. Haijawahi patikana. Bila bitoneka. Inapatikana kupitia wewe. Ikone kokelo kera wewe. Sababu unabeba ufalme. Utonoka batetea mene. Hiyo kwa jina la Yesu, maana ni yako. Ameria buri etwana Yesu na mtoibu wako. Hiyo ni yako kwa jina la Yesu. Mtoibu wako etwana Yesu. Ufalme ni kuleta mambo ya mbinguni yakawa duniani. Unene ikuleta manto yawe laki andegorone. Yani kile ambaye hajawahi tendeka inatendeka. Bila bitabwezeka bikabwezeka. Familia yenu hakuna mtu amewahi kuongoza. Musienu ote muntu otongeria. Hakuna mtu amewahi kuwa hata Zabweria. Ote muntu nyawa mutongeria mpora. Kutabiria kwa jina la Yesu. Ejo ingo korone ya Yesu na Yesu. Kuja kutatokea MP. Mtuko siye yetako kwa umamu kuja kutatokea. Unajua Mungu anataka kupea watu wake dunia waweze kuitawala kabla ya kuja duniani. Soko mya Mungu na kwenda kulani antuma waweze kuroba miadambere ya tasoka. Kile ambaye ningewaomba wa Kristo wa kanisa mahali muko. Bilanke omba Kristo bakanisa na arabore. Afadhali ukae na njaa, someza watoto wako ili wachukue nafasi. Kabori na mpara domeviana baku kwa wanatawala. Zeka kulweli aribaba kwa dhana. Wao wote tunawaanguza, tunachukua mamlaka, maana nchi sio ya shetani, ni ya baba yetu. Au bongo teba wenye sio ya wadhani, ndo ntuzi de saitani ni ya baba yetu. Shetani kiumbe. Saitani kaunti sio yake. Yeke. Inatangazia kila mtu amewahi enda kwa uganga. Yare ni mwonka mtu weta kelioga. Ili atukue uongozi. Endo yo tongeria. Namwambia menemene tekeli. Jemura menemene tekeli. Parisi. Terasi. Kama nasema tutachukua nafasi yetu. Ibalo kwa tukola kanya yetu. Nchi sio ya shetani. Yesu kwa saitani. Ni vile Mungu hawezi acha ngavu. Ni
Mungu atatia akaja. Kama hakuna mtu mzuri, mtu mbaya atasimama. Kezo te mtu omoya karoma. Lakini yule mzuri akisimama, ndio moya rongama. Kumbuka Kanani, wale walioishi Kanani kabla ya wana wa Israeli, na wana wa Israeli walikuwa wamepewa ni watu wa Kanani. Likana baba ya Kanani na wana wa Israeli ba ni Kanani. Nakuambia kwa jina la Yesu, anga usiotililie tu Yesu atawahi kuja huku duniani. Kanisa ikiwa haitatawala dunia, kanisa ndiye itatawala ikiwa ya kwanza. Yesu ataanza gorona, kanisa ataanza gorona. Kanisa ni wewe kabana ndani. Kanisa ni wewe. Na kanisa hiyo mtoto wako kamilifu. Dunia mwono kubwa ya. Mwambie kwa jina la Yesu. Mwera liyetuwa na Yesu. Kwa nini nataka usome? Leo tukwenda uoma. Nataka uwe kitu fulani. Jenda wake mtoke na. Nataka uwe chifu. Jenda watibu. Nataka uwe daktari. Jenda wa daktari. Nataka uwe elimu ya juu. Jenda wa mtu na kizomo wake nene. Kia patikana. Kila bitoneka. Katika ukoo wetu. Jenda mweri ayo wetu. Nakuambia uende shule ni wewe utaleta. Jenda weta sukuri wa bileta. Nipoza na kuambia soma. Iyo ntongo kwela zoma. Yote yawezekana. Yote yaombeka. Anasema yawezekana. Yawezekana. Dunia ni ya nani? Dunia ni ya nani? Ni ya Mungu. Ni ya shetani ama ni ya Mungu? Ni ya Mungu. Shetani ni mdanganyifu. Saitani imwaya. Nataka kukuambia hivyo. Akwenda kwela nikimalizia tuombe. Kenila sotoromba. Katika Luka 4 mstari wa 6 mstari wa 6 aliambia Yesu, Yesu, ukinipigia magoti, ukiontuleria maru, nitakupea inchi na uongozi. Ndako ande na utongeria. Inasema namna gani? Tumalizie tuombe. Tuna wakati tunatarajia. Kone itapweterete. Inasema namna gani? Luka 4 mstari wa 3. Luka 4 mstari wa 6. 4 mstari wa 6 ikawa huu. Na nkoma iwera mwera atiri wathobo kwathaga kukundenga kwa ona mwao yo goko kunde ninge nenkeri nenkeri na mtura nkenda nkamwa niu kethira ukandhathagia oaja nande undombe manto yayo nde yakayaku. Nenda Mathayo 18 Mathayo 28 mstari wa 18. Mathayo 28 mstari wa 18. Jesu nawe areja kirebo arabera atiri nimpei wathani bunde iguru na nthiguru niu etei bukezi antoba migongo yonthe baya aritwa bakwa. Pigia Yesu makofi. Ringira Jesu. Pigia Yesu makofi. Ringira Jesu. Wakati shetani alimjaribu Yesu, riankoma yera cia Jesu alimuendea aetira kiwe akamwambia hii dunia yote amuranze yonthe na utawala na wathani nimepewa. Impei ni mimi nimepewa. iwe nenkeri. Kama utanipigia magoti, ukiontuleria maru, nitakupea. ndakunenkera. Yesu akamwambia, Jesu aramwera, hakumwambia hauna dunia sio yako. Jesu atamwera yote nenkeri nde. Hakumwambia hukupatiwa, atamwera yote nenkeri nde. na alisema vizuri nimepatiwa. Na namwera taboya inenkeri. Akamwambia, aramwera, na kuambia kitu kimoja, ndekwera kintu kimwe, sio wewe wa kuabudiwa, teo wako thathaua, Mungu wa kuabudiwa. Mungu bati kuthathagua. Ndiye anafaa kupigiwa magoti. Na nuo bati utuleri maru. Na shetani anajua hiyo. Na shetani isio bou. Hakusijana yeye. Atabisa neno Yesu alipokufa, Yesu rirakuire akafufuka, ararioka, alichukua mamlaka, aroya wathani. Ndiposa anasema hivi ndo ntokuwa mamlaka yote mbinguni na duniani, wathani buondeo na ndegorone nimepewa. Inenkeri. Sasa nini nawapea kwa niaba yangu? Kwa ubabu yangu bonenkera. Nendeni mkafanye wanafunzi wa watu wote wanafunzi wangu. Etani bukazi yangu bonde alitobakwa. Nani alipea shetani mamlaka? Eta saitani wathani no. Nani alimpea? No mwele. Sio Mungu. Sema rungu. Ni mwanadamu. Ni muntu. Wakati alitenda dhambi, elabu ezeri wejia, ile nguvu ya kutawala inyere kwa dhana ilimuondokea, elabu ebela, kwa sababu alilaaniwa. nonto na rumerwe, Na ile laana na kerumikera ikaandama Adamu, kera diate la Adamu, kwa sababu ilimuandama, nonto nikia mudiate lele, sasa akawa hana mamlaka. arethro atena wathani. Lakini Yesu alikuja kufanya nini? Ende Yesu yele kwa diate. Ndiposa alizaliwa kama mwanadamu, Idio ntosi ana wakari ya mtu. aturudishie mamlaka yetu, atosokeri wathani bwetu, aturudishie mamlaka yetu, atosokeri wathani bwetu. wanasema niko na mamlaka yangu. Ibani makwani
wathani na wathani wako. Kwa jina la Yesu pokea siku ya leo. Yesu na Yesu amberia ntuko narua. Uko na mamlaka. Kendo amejawe na wathani. Ninakuambia siku ya leo. Ango kwera ntuko narua. Tunaenda kuomba. Yetu eta tukolomba. Usa tu ama utaje. Tongelie kano ete. Ile ambayo inakuwa shinda kwako. Pia na dhenake uwe. Utakuta imepotea. Wakati mabieko zila. Utakuta imepotea. Wakati maidia zile. Kwa sababu mamlaka sasa hayuko kwa shetani tena. No, mtuwaza ndaibo pesa kesa itande. Yesu aliturudishia akiwa mwanadamu. Yesu atushokeria mtu. Ndiposa alikuja kama mwanadamu. Hivyo mtu ayelakari ya mtu. Ili mwanadamu achukua nafasi yake. Kenda mtu ayakanya kawelenge. Tumesikia katika Luka amesema. Utaibo ke Luka akuwa. Nimewapea nguvu ya kushinda shetani. Indebo ete inye kuomba saitani. Nimewapea nguvu ya kuondoa magonjwa. Indebo ete inye kuebe. Tena ninawapea mtangaze mambo ya ufalme wa mbinguni. Na inko bwera butangaze onene bweuru. Uwezi tangaza mambo ya ufalme ukiwa huko ndani ya ufalme. Utomba kwa alimantio onene utekere onene bwera. Wewe ni mtoto ambaye ako ndani ya ufalme. Wewe mwana olo indene onene. Ndiposa tunatangaza ufalme wa baba yetu. Idio mtoto kuwa mantio onene baba yetu. Tukisema anaweza. Tukiwa anaomba. Tukisema anainua. Tukiwa anaokirasya. Tukisema anabariki. Tukiwa anadharima. Na tunasema. Na tukaua. Ile ambayo inatoka moyoni mwetu. Prabu umetenkorone sietu. Ile ambayo imetoka moyoni mwetu. Prabu umetenkorone sietu. Mahali ambaye ametutendea. Antwara tubwedhereti. Hivyo ndivyo ilivyo. Uno bokore. Tumekutana siku ya leo. Tutimanete ntukwe narua. Kumwambia shetani wafanyikazi wake wote. Kwela saitani na ritingwe bawe bonde. Watoto wa Mungu wameamuka kuchukua nafasi yao. Ana waburungu ibakereta kwa ya kanyako. Wa area hii. Wale ambao ni watoto wa Mungu. Barabara ya Mungu. Watainuka katika area hii mtashangaa. Kaokera ntore bokariara. Lakini wale walio upande ya shetani. Ende barabara tero saitani. Wataendelea kuwa wandogo. Haya tanambele konia. Kwa sababu ufalme wa Mungu unatawala katika area hii. Nontone na Mungu ibo kwa na area. Unatawala ama uyatawala? Unatawala. Mungu unatawala kupitia wewe. Unaona Mungu mrela na kelokera wewe. Na chifu wetu na chapsibo hapa. Leto na chibo na subsibo hapa. Unajua president yako hapa? Noko mia rais ya. Yeye ni mwakilishi wa president. Yaani sibo nao wakilishe rais. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uwezi gawa shamba lako ama kama mtu amekufa bila yeye. Utemenya kwa ya mndoku kana kinyamto akuwa muvika wengwa sibo ateo. Uwezi. Uteomba kwa sababu ni serikali. No ntoi ni odhirikari. Lazima ijulikane. No mwanko memenyethie. Hivyo ndivyo mamlaka uenenda. Oibo adhani bweta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe ndiye unawakilisha Mungu duniani. Oibo wakilisha Mungu ndegorone. Shetani akikupea umaskini komeke yako aokea, kila mtu atakuwa akisema wewe umeokoka lakini uko na shida. Muntu alidharakiwa anonoki endu enokea. Wacha nikuhakikishie. Ankuhakikishire. Mathayo 20:31. Mathayo 20:31. Inasema hivi. Nilikuwa na njaa, ndari na mpara, ukanipea chakula. Ondo nija korea. Nilikuwa hospitali, ndari hospitali, ukanitembelea. Uraliongera. Nilikosa nguo, ndirachia nguo, ukaninunulia. Uramborera. Nataka kuuliza wa Kristo, ndenda koria Kristo, kama huwezi kujibalisha, ukienda utomba ushekira nguo wewe, unaweza balisha mwingine. Waomba weke ronge. Huyo shetani anakufanya maskini, anakutenga na ufalme. Saitani huyo ukweli yankana hiyo kwa dhana na onene. Kama nasema ashindwe. Asije akakutenga na ufalme, kwa sababu ufalme ni kufanya kitu. Atekiao kwa dhana na onene na ontonene iko omba kwa bwezi yonku. Mungu ni mwenye huruma. Mungu no kiao. Na akiingia ndani yako, na akiankumandeneku. Huwezi ruhusu mtoto wa mjane aache shule ukiwa hapo. Utetekeria mwana ontiwa ata sukuru weo. Ninapenda walimu wetu. Imedatari betu. Kuna wengine waliona mtoto ako na akili nzuri. Kwa bamba bonere mwana ainakirie mbea. Na wakasema tumemsimamia. Na bawa tumuromere. Na huyo mtoto saa hii ni daktari. Na mwana hii daktari. Kwa sababu Mungu anasaidia maono yako yaweze kusimama. No ntumurungu natethera sikinya maono yaku yaomba kurungama. Ninatangaza favor kwa watoto wa Mungu. Kanku akwenderwa kiriana wa Mungu. Hakuna mahali hautapitia. Otea ntotetera. Ambia mwingine hatufungiwi. Hela ungetoteriera shwa. Jeriko ilisimama ikaanguka, wana wa Israeli wakachukua. Jeriko elamere elawana wa Israeli walameoya. Bahari ikawasuia ikawaondokea. Eria leo bado waliyerile bella. Enyi wachawi
Lawi, ebu aroi unajifanya kama bahari katika area hii. tusiazetie area ntore Ondoka, watoto wa Mungu wanapita. hivyo kuabaliana wa Mungu bake Ondoka, watoto wa Mungu wanapita. hivyo kuabaliana wa Mungu bake loka Utaweza kuwazuia tena. kwa habari area renge Mkiendelea kuwapiga mtanyesewa na mvua ya mawe. pendeleo bora bokaure roi mbure maiya Mungu anawapigania wao wengi watoto wake. yani Mungu akaroerana bawe Anawapigania ama wapiganii? atawapigania Amewahi kutupigania mara nyingi. anatoroera ya mainge Halo. Akawa nasema yawezekana. Usiangalie kile kilio mbele zako. ukalweli bibye mbereku Angalia ni nini unafikiri kila wakati. leli ndio ndo anasebonke Ni nini ambayo ungetaka kufanya? ibore ko ukienda ko bweli Ndoto yako ni nini? kiroto kya kuikereko Usiseme sitafanya kwa sababu baba yangu hana nguvu. ukaua nteje no nto baba tena Ni inya kweli baba yako hana nguvu, ni baba wa tena inya lakini kuna baba wa mbinguni, ende kwena baba wewe yule ambaye utengeneza njia mahali ambayo hakuna njia. urobweza shenjera la kutena njira Hata kutengenezea barabara utapita na utafanya. ako bwezi njira etano ka bwezi Kwa jina la Yesu yawezekana. Yesu na Yesu bombe Wakawa naamini hiyo. bana bote kiko Endelea kila nguvu ya giza torari bokaje mundu ambaye ilisema hakuna mtu kuendelea ambaye ni mwana wa Mungu. era yuete otemto eta mbere orai mwana wa Mungu Ataendelea kwa jina la Yesu. baeta mbere yetu na Kama Yesu nasema tutaenda mbele. tutaenda mbele Tutafika mbali ama tutafika mbali? tutafika mbali Kama nasema tutafika mbali kwa jina la Yesu. tutafika mbali kwa jina la Wewe Yesu usipoteze mwelekeo. wewe atamwelekera Mama na maombi. Yungama na Mungu maromba atakutengenezea njia. Mungu hapo bwezi njira Mungu awabariki sana. Mungu hapo dori Sitaki mesio kuongea sana kwa sababu tuna muda ambaye tunaongojea. teko enda farinya no ntukure itatwetere Leo tutaenda, jware tweta lakini tutakuwa na break kidogo tukiomba ende tukethira twina kambrika nini twaromba lai na turudi tena. na twacoka ringi Tutaombea kila aina ya magonjwa. tukarombera bwonka murimo Unajua shetani mjanja. nukumenya saitani Wiki 2 iliyopita cionyo byene bigiri tulikuwa huko area ya Reverend Gitonga. turari nara ntule ne Reverend Gitonga Huyo ako hapo. Gitonga yo ya Shetani analeta ugonjwa kwa mama. komekareta murimo kemwekuru Wengi walipona, lakini huyo ndio tunakumbuka sana. baba ingiba orere ende mwe tukurika na saiti Alikuwa anakunywa maji lita ngapi? anyanyaro lita 10 20 liters. yani lita 20 Anaimeza kumeza ikiwa ikiingia. akameria komeria rungu makeu Haiendi kwa tumbo. tuteta hakeu Alituambia asikii ikienda kwa tumbo. atwera anyote kubukena Hajui inaenda wapi, lakini anameza kumeza. ateko minaro eta Akienda hospitali hakuna dawa, anagonjeka. eta hospitali utenda wana naye Anagonjeka. aswa Tulipohubiri Injili, tulotomeria injili nikawaambia hakika amechukua magonjwa. ndabera omano ya teberi mwetu Akaamini, aretekia akapona. ara ola Na sasa hakunywi maji kwa sababu Yesu alimponya kabisa. na rayate ninyaro olano nteso na mori Unajua ni shetani alikuwa anakunywa, sio yeye. Uweke, yani tumbo moja unaweza weka 20 lita wapi? yani keukemo wekera mutongi atia Na si mara moja. Hiyo ikikuja unakunywa, tena inakuja unakunywa. Unaweka wapi? Kuna pepo hapo inakufanya, inageuza mwili wako. Kwa hiyo ukiona mwili ni mwili, lakini ndani ni shetani. Wakawa wanasema ishindwe. Ilishindwa kwa jina la Yesu. ni ashindwe yetu na Yesu. Hata wewe yule ambaye anakukalia, shetani hata kukalia kwa sababu Yesu ni Bwana. Saitani yeye ukalete teko nyele no nto Yesu imwadhani. Anaharibu kazi yako, Dado ketingo yeku. hata haribu tena kwa sababu Mungu atakupigania. Aseme lo kerengere Wale ambao hawana tumaini, Praba tena werero. Mungu atawapea tumaini. Mungu aba werero. Wale ambao hutaka kujinyonga, Praba ndao sioro. mimi nilitaka kujinyonga mara 3. Nendete sioro amaitadatu. Ni Mungu aliniokoa, singekuwa na ubiri hapa. Mungu obutezeria mono kiatekero. Nilisikia Injili kupitia wamama, Ndaiburu ntomerio kilokeza ekuru. ndio nikaamini. Ndiretekia. Hata ukiwa sikusimama wakati huo, Kiyowe volontarunga mbere itarira. lakini Mungu aliweka neno ndani yangu Ende Mungu na kero tato mbene kwa hadi wakati Mungu aliponisimamisha. mwankare ya Mungu adonga berie. Shetani vile ufanya,
Saitani urenda sia anakuondoa katika maono yako. akwebela sike kioneki yaku. Kama wewe ni mwanabiashara, Okelro mtu wa biashara anakupeleka kwa kazi nyingine, akwende ngwenenge. ukisikia ukifanya kazi hauna furaha, Akuona ukiritango eno tena kuwerwa, na kuna kazi nyingine unafanya na una furaha, na kwena ngwenge ukurita no kawerwa, hiyo ndio yako, unaelekezwa mahali nyingine. Eunio ku kawende tuange utikate yaku. Angalia Elisha. Nende Elisa Alikuwa mkulima, analima na ng'ombe. are murimi orema na ng'ombe na mirahu. Angalia Petro. Nende Petero Alikuwa anaenda baharini. tairi ene. Kwa sababu ilikuwa kazi yake. Nonto tari ngwewe Hata akitafuta samaki, kinyaulia makoyo hii inapotea kabisa. yakaura pio. Lakini aliporuhusu Yesu, Ende aiwe tekeria Yesu. akatembea na marikebu yake akihubiri Injili. Areta netalokia wetu merosia nkumenja. Alimwambia nenda chote samaki pale. Amwereta wati makoyo ara. Akamwambia Aramwera. nimeenda kila mahali Petete konto kuonde. na usiku kusa No tuko buonde. na siyapata kitu, Nteraona kintu. lakini kwa ajili ya neno lako Ende no tukolo totoruwa. utapeleka. Na itao. Akapata samaki wengi. Araona samaki baba ingi. Yesu akamwambia Yesu aramwera. kazi yako sio uvuvi, Ngwe kutie wati makoyo. wewe ni mvuvi wa watu. Kama wati wantu. Inaomba maono yaliyokufa yafufuke kwa jina la Yesu. Ikoroba kiroto kileke kuetake ukero yetu na Yesu. Elekezwa kwa nafasi yake. Muntu atongero ke kanya kawe. Usipoelekezwa kwa nafasi yako utakuwa na shida sana. Ukare utongero ke kanya kuka na zinembe. Unaweza kuona mama katika area No wone mwekuru mturene. ama mzee Kana mukuru. anataka kujua kila jambo ya mtu. Arenda kumenya manto yanto bonde. Wale Wameru wanaita musene. Antuba amero bamweta musene. Ukitaka kujua vile kiango imelala atakwambia. Wenda kumenya ukengo ere akwera. Unachangaa ameenda lini? Okazira araitire nao. Huyo mtu talanta yake ilikuwa CID ikaharibiwa. Muntu ukiroto kia weka na maono yawe ya CID ya rokwa. Alikuwa intelligence. Yani are mtu osonkoni. Sasa anafanya kazi haina faida. Kwa wende la heri tangu salete na baita. Ndiposa nasema hakuna maono yatakufa. Yoto kuoteke roto kia kwa. Hivyo ndivyo shetani hufanya. Oibo saitani ya lola nasia. Unaweza kuta mtu mwingine No trimenya mtongeau. ana upendo sana. When aina wendo saiti. Ukikutana watu wanapigana, Atrimanto bakero ya. anawaunganisha. Aba watanezia. Anawaambia msipigane. Abera bokaroeni. Vita sio nzuri. Ndoe tebui. Anaamua wewe ndio umefanya kazi mbaya. Itreamba kwa wewe uboketie bona bo. Unajua anafanya vizuri. Nuko mena kwende boya. Lakini ni vile hawezi lipwa. Ende ni urote wo amure. Labda alikuwa chifu akapotea. No idoro wake atibo ndio anaoa. Unajua shetani hawezi ondoa talanta ya mtu kabisa. Nuko miankometri take wake mtu pio. Wale unasikia wakiitwa wachawi. Paroki baba yetu aroi. Angalia Paulo alikuwa na bidii sana. Lele Paulo arena yani bindi saiti. Kutafuta watu wa Kristo hawaue. Akiura si mtu wa Kristo aboroa. Kumbe alikuwa mhubiri, shetani akageuza talanta yake. Kumbe ale mutomeria kama ya lola kione kikawe. Siku ya leo tutaombea talanta zetu isiye ikageuzwa. Tuko ile tukaombea sione kibietu bitekeo chenjwa. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Akawa anasema nitaombea watoto wangu. Unajua usipowaombea ikibadilishwa wewe utashangaa. Nuko mioka area kulondra mwana kuu kiroto kiaweke kalolo kariara. Maana atakuwa akifanya kazi ambayo haina malipo na ilikuwa ya kumulipa. No ntwale lwakiri tangwe tena marei nene bati kwendero emurea. Ndio kazi ya shetani. Eyo ni ongwe saitani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unakuta mwingine akiona mtu hata ajui mambo ya Mungu anasema nitakuombea. Watri monge piti nyama ntwa Mulungu ona mantu akwiranga kurombera. Mungu Mulungu huyo naye alikuwa mhubiri, shetani amfunga na changama na mingi. Mimi alikuwa ananifunga na bangi. We uwari mutomeria nkomea mudheka na mantu ange. Inawe ari mutomeria nkomea mudheka na Miaka bangi. 40 iliyopita. Miaka 40 Zaidi ya miaka 40. saiti yo miaka 40 1982 huko. 1982 nara. Hiyo kazi tulikuwa tunafanya. Eyo ni ongwe twarita. Na katika erika yetu Na kere ndukieto. tulikuwa tunalazimisha watu kunywa bangi ili macho yasiwe kama ya wanawake. Twakanyira sianto kunyo bangi kenda mendo ya tunea ya tekeya mero ya ekuru. Na mimi nilikuwa kiongozi wa hao watu. Na winda ari mutongeria wa ntobara. Angalia saa hii Mungu amenipea kuongoza zaidi ya kanisa kaunti 7. Lele na Mulungu na mpete kanya ntongeri kanisa saiti kaunti mwanja. Kumbe shetani alikuwa ananipoteza ashindwe.
Kumbe Saitani nendelea tendela ashindwe. Hiyo ndio kazi yake, anakugeuza. Unakuwa kiongozi wa wezi. Kumbe wewe ni uko, Mungu alikuwekea uongozi lakini amekuiva ili umfanyie kazi. Yani kumbe koma ya kwa lolo kwa mutongeria wamba na wekete ulitangu wewe. Hiyo ndio kazi ya shetani. Hiyo ni ongo ya Saitani. Ukisikia ni mwizi anaiba maono, akuibu mwamba kai ya kiroto. Hata wale unaona wachawi amewaiba. Kinyabara ya roho ikaba yete. Wao wangeelekeza watu kwa Mungu, sasa wanaelekeza kwa shetani. Boyo wakielekeza bakionelea mtojere Mungu ende ba muonelia Saitani. Tunasema hata wao Mungu awaokoe kwa jina la Yesu. Ruinaba Mungu abonokerie twene Yesu. Ni Mungu anaokoa. Mungu anaokoa. Si ameokoa wengi tukijua. Nono ketiba wengi tukimenya. Hata hawa waokoe kwa jina la Yesu. Kinyaba wabonokerie twene Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana Yesu angetaka hata moja apotee. Nonto Yesu atekende nyomo we Paula. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Tusimameni na miguu yetu. Turungameni na miguu yetu. Niko na tusimame na miguu yetu. Turungameni na miguu yetu. Tunaenda kuomba sasa. Kasi tutakuromba na hii. Tutaomba lakini kuna muda ambaye tumeweka. Tukaromba ende kwenaita twekete. Ile ambayo itakuwa ya maombi zaidi. Jerari kedrorine maromba saiti. Tutaombea area hii. Tukarombera nture hii. Tutaombea wagonjwa. Tukarombera brabaite. Nitaombea. Leo nilikuwa naweka katika moyo wangu wakati nilikuwa nafunga. Kinkoro kwa da siatite korea. Nilisema ndilawete. Tutaombea wahubiri wetu. Tukarombera atumirie betu pamoja na viongozi kwa niaba ya kanisa. Amwe na tongeria kanyene ka kanisa. Unajua shetani ni mjanja. Nuko meankomaa imwajia na kitu ambaye bayako inaweza kuruka kwako ile ambaye huita madhabahu. Na kentukia yani kentukia bau kiomba kwebela kewe ukilukira yatu ta madhabahu. Angalia Elia alienda kwa mwanamke kukula chakula isi ya Zeria. Elia tereke mwekurebia kuriande Eseria. Na akaombe, na Elia alikuwa na mwanafunzi wake ambaye anaitwa Elisha. Na Elia na mrito wewe tu Elisha. Ukisoma Wafalme wa Pili 4 unaona naye Elisha anaenda lishwa na mwanamke mwenye cheo. Ile mstari wa 8. Akudoma anene Elia mstari wa 8 ukaona Elisha no aita kuroi mwekuru wari neteo. Kwa sababu gani? Ni ile nguvu ya kumsana neno pia inapitisha ile mwenendo wake. Musiare tokilukira utato ne wetanye na mwetre wawe inapita katika mwenendo wake, yani yaringe ke maisha yawe. Na mimi nikasema, nani ndilaua ile maisha nimewahi pitia magumu. Utora buranda kilo ke rabo bomo haitapitia kwako wewe, tutaiua nikiwa hai. Bote yake uwe tweboro ande moyo. Wacha ile nzuri iye kwako. Kaya la meya yake uwe. Kwa sababu hatutaki kupitisha maovu na babaya. Andiro mudharabene. Hakuna mtume wake. Ote mutomo we barabari yabo kwele kwekea. Wengine walishindwa. Kama badenjeri wengine wakauawa. Tange barorowa. Wengine wakazulubiwa. Tange barambwa. Kwa sababu walilini. Nonto ibayokiriro gai. Kuna njia Mungu ametuambia. Kwenda njira Mungu atwerete. Ombeni chochote. Ombeni bila kwenda. Na itafanyika. Na bukabwe. Leo tunaomba chochote. Wale tuomba bila kwenda. Kwa wahubiri wetu. Kile atomeria betu. Na wale watakuja. Na baraba keya. Hawatarithi ile shinda nimewahi pitia. Patekoro yukero gailo nenera ndakelo kera. Hiyo lazima tuwe kwa jina la Yesu. Zenelo mwakato miorori yetu na Yesu. Hebu tuje tuombe kwa wana wao kwanza. Yakabe tuombe hapo mbele. Tuombe wakiwa wa kwanza. Ameni hapa tuombe kwa kuwa wa kwanza. Ameni to barombele mbele. Kufuatilia kiovu. Dani uteke ndo chako vya tunageke. Hatutaki kiovu. Tutekwenda bila pie. Tuna uwezo wa kukataa. Tena ine Korea. Kwa sababu tuliruhusiwa. Nonto tuatekerelwe. Tuombe chochote. Tuombe bionde. Unajua shida ya mtu. Noko mianene mtu. Shida ya mtu. Bene mtu. Ukimwambia omba chochote. Ukiomwela omba bila kwenda. Kama ni njaa. Ukiendro impala. Anasema Mungu nipe chakula. Awa Mungu mpabia Korea. Asemi Mungu nifungulie milango hata mimi nipeane
chakula. Akiwa Mungu ndiye alimpeana ile kule kinyani, anaomba kidogo, anaomba bokai. Kwa nini? Kwa sababu moyo wake haujui makubwa. Mkoro wewe eteko menyama mpama nene. Hajui kama unaweza omba upone kichwa. Asiko mioke nronoro mbioka ora kiongo. Kama unaweza uomba upone kichwa. Nronoro mbewa epi kiongo kikaola. Hata ukimwi inaweza pona. Kinyamo kingo yo ola. Kwa sababu Yesu ni Bwana. Na mtu Yesu ni mwadhani. Sasa nataka kuombea kwa jina la Yesu. Hayanko ndobala bala Yesu na Yesu. Nasema viongozi, kama kuna viongozi wengine wangekuja pamoja na watu wao. Keza kurea atongerie bange no beali ya mwana papa. Tutawaombea hata nyinyi, lakini sasa tunaanza na viongozi kwanza. Daitu abulambele na babu ende turabele na viongozi bure. Hatutaki mambo ya kuchapa. Tote kwanza mantu wako angaika. Ili ambaye timemawahi pitia. Tola winda kelo kera. Hatungetaka ikuja kwako kwa jina la Yesu. Tote ndabo ya teori yetu ene. Hiyo wacha tuiondoe. Tuka tuoboe belie. Lakini mambo mazuri yote. Ende mantu yala meyai nyonde. Wacha yawe na Mungu ayaongeze mara 10. Kaya yeye na Mungu ayaingelima itekomi. Ayaongeze yawe mingi. Ya ayongelea ingie. Hiyo ndio mzuri. Kuipoboya. Je, mko tayari tuombe hiyo? Ivibange tuturomba bohu. Uko tayari tuombe hiyo? Ivibange tuturomba bohu. Nataka sasa wewe, kwa sababu nataka Mungu akuondolee. Tukiisha ondoa hiyo pepo ambayo ufuatilia inachanganya, wacha tuiondoe kwanza. Turenda ndai wewe tayari no mtoto turenda kulitakirundukira kivyate lake kaungamia. Unataka kuwa nini? Urenda ndai ndio wewe waambi. Unataka huduma yako iwe nini? Urenda ndume kule karate utaitaja pia. Ubaye tabu, inua mkono wako. Ukiende mbele. Baba, kwa jina la Yesu wa Nazareti. Baba yetu Yesu wa Nazareti. Ulisema tuombe chochote. Wewe tuombe ndio kwenda. Sasa tuko mbele yako kanisa. Baitwe mbele kuu ya kanisa. Ninajua nimewahi pitia mambo makuu. Niko mbele loke la mantama nene maombi. Shida na kuanguka. Yange ya vena na kusoka nyuma. Na ukanisimamisha kupitia neno lako. Na wala donga miokelo korote toroko. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Yesu na Yesu wa Nazareti. Kila maovu nimewahi pitia. Kuonkozo kundakelo kera. Kila kutukanwa nimewahi pitia. Kuonka kurumo ndakelo kera. Kila shida nimewahi pitia. Kuonka rena ndakelo kera. Ninaiwa kwa jina la Yesu. Robiaro aliyetu na Yesu. Haitapita kwa watoto wako. Eteke etunku makelele wako. Ninaiondoa kwa jina la Yesu wa Nazareti. Robiaro aliyetu na Yesu wa Nazareti. Inatakasa wema wa Mungu. Ndani ya omba ni wema wa Mungu. Inatakasa ushindi wa Bwana. Ndani ya omba ni wema wa Mungu. Wataenda kwa vile Yesu alitembea. Haitoyo Yesu etawa. Utakuwa pamoja na wao. Ukezwa wao mwana waongoza. Wao batongeria. Utawabariki. Wao babarima. Utavunja laana zote. Ukaunanga mwaka irudi. Hata ukiwa wameunganika. Kinyote mnabara watanela. Ama wamezaliwa na miji iliyolaaniwa. Hata basi yao imerudi. Wewe unajua. Wenda ukomeja. Unibeba laana kwa ajili yetu. Kama tila irudi na usomo wetu. Nataka ubebe hiyo laana zote. Ikwendo kama tairudi urudi yote. Ubebe hiyo laana zote. Kama laana uchoze. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Yesu na Yesu wa Nazareti. Naomba kwa ajili ya hawa. Ikolomba na mtu baba. Hata kwa wale wengine hawako hapa. Na ndio mfanye baba wangepea. Wale ambao hawako hapa. Na baba tea. Hali walipo. Na robare. Na wabariki kwa jina la Yesu. Kwa baba ni Maria yetu na Yesu. Usote ya kishetani. Yes. Laana ile upita kupitia mkazi. Yani laana reke luko ramosiari. Tunaiondoa kwa jina la Yesu. Robi ya yetu na Yesu. Kanza baraka juu yao. Ndani ya karibu olio. Kanza ushindi juu yao. Tangaza umbani olio. Kanza kufaulu. Ndani ya kumbana. Kanza kufaulu huduma zao. Ndani ya kumbana kera inji. Watakuwa huduma kubwa. Bakadro baina huduma indane. Wana huduma kubwa. Bakadro baina kanisa indane. Kwa Yesu wa Nazareti. Yesu na Yesu wa Nazareti. Utatokea wafalme. Kwa kaumbandane. Kupitia wafalme wako unatukuzwa. Ukelokera bwana na wakuibu. Hakuna pepo. Uteke luliote. Kusagisha. Uteke siamba hakuna ugonjwa. Utema ripo. Wafuata tena. Zawadi ya taege. Waidueka waline. Ababa ukerio. Kama liyelinda wana wa Israeli. Wana ukeria na wa Israeli. Wafunika na wingu lako. Wakuneke lana ya turi yako.